Habari mpenzi mtazamaji wa KVZ Online TV, matumaini yangu kwamba ni mzima wa afya. Ni siku nyingine tena ya tarehe 2 Aprili 2026, tukiwa tupo katika kisiwa cha marashi ya karafuu, kisiwa cha Pemba, kwa ajili ya kuweza kushuhudia uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 mkoa Kusini Pemba. Sisi KVZ Online TV tumeweza kuwasili hapa kwa ajili ya kuweza kukuoneshea wewe kila kitu ambacho kinachojiri katika viwanja hivi. Mgeni rasmi ni Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sisi KVZ Online TV tupo hapa kwa ajili ya kuweza kukuoneshea katika miradi yote ambayo utaweza kupita Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 katika visiwa vyetu vya Pemba, lakini pia tupo tayari kwa ajili ya kuweza kukuonesha wewe miradi yote ambayo ipo katika visiwa vyetu vya Unguja. Usichoke kulike na kusubscribe channel yetu pendwa ya KVZ Online TV kupata habari mbalimbali kupitia Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mwenge wa Uhuru ni ishara ya mshikamano, amani, upendo na maendeleo ya taifa letu. Tangu ulipoanzishwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, umeendelea kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kupinga rushwa, kuimarisha umoja wa taifa na kulinda rasilimali zetu. Ushiriki wa wananchi kutoka mikoa yote ya Tanzania bila kujali tofauti za kikabila, kidini, kisiasa au kijamii ni kielelezo dhahiri cha mshikamano wa kitaifa unaoendeleza maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru 2026, Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Naomba nimshukuru na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nikushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa namna mnavyoiongoza nchi yetu ya Tanzania kwa mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Rais, shukurani ya pili, naomba nilete salamu kwanza za Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mwenyekiti wetu wa kamati hii ya maandalizi, ambaye angependa sana yaweko hapa leo, lakini kutokana na dharura za kitaifa ameshindwa kuja hapa, lakini anakushukuru na anaunga mkono juhudi zote hizi, na tumekuwa pamoja katika shughuli hizi za maandalizi, na hatimaye shughuli yetu tunaamini imefanyika vizuri. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa sasa ni kuombe uzungumze na wananchi hawa ambao wako hapa uwanja wa Gombani, lakini pia uzungumze na Watanzania ambao wanaendelea kufuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari mbalimbali. Mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, falsafa ya Mwenge wa Uhuru inatokana na maneno ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoyatamka mwaka 1959 katika Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa, na hapa na nukuu, kuwa sisi watu wa Tanganyika tungependa kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini pale ambapo hakuna matumaini, upendo mahali ambapo pana chuki, na heshima palipojaa dharau. Mwisho wa kunukuu. Kauli hii iliashiria dhamira ya wananchi waliokuwa Tanganyika kuwa huru na kujenga taifa katika misingi ya haki, usawa na umoja. Mwaka wa 1961
Mwalimu Julius Nyerere alitimiza azma yake pale Mwenge wa Uhuru ulipowashwa na kuwekwa katika kilele cha mlima Kilimanjaro sambamba na bendera ya Tanganyika, ukiashiria ishara ya uhuru na mwanzo wa safari ya kujenga taifa imara la watu waliojaa matumaini, wamoja na wazalendo. Maudhui haya yaliungwa mkono na muasisi wa taifa la Zanzibar, marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, pale aliposisitiza juu ya wananchi kumiliki njia kuu za uchumi, uimarishaji wa huduma za jamii na ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo. Hivyo kuanzia mwaka wa 1964 waasisi hawa wawili wa taifa letu wakautumia Mwenge wa Uhuru kama chombo cha kuhimiza haki, usawa, umoja na uwajibikaji katika ujenzi wa taifa, sambamba na kuangaza na kutokomeza maadui, umaskini, ujinga na maradhi. Katika taifa lolote, amani, umoja, utulivu na mshikamano wa kisiasa na kijamii ndiyo misingi ya maendeleo endelevu. Utulivu wa nchi huwapa fursa viongozi kuandaa sera za maendeleo na kusimamia utekelezaji wake. Kwa kutambua umuhimu wa umoja na mshikamano wa watu katika jamii, waasisi wa taifa letu katika harakati zao za kujenga taifa imara la Tanzania walitumia lugha ya Kiswahili kuwaunganisha Watanzania na kutokomeza kabisa tofauti za ukabila, rangi, dini, elimu na tofauti za kiuchumi. Walifanya hivyo ili kujenga misingi imara ya umoja na mshikamano wa kitaifa. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kama yalivyo mataifa mengine duniani, serikali zetu mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, taasisi za dini, asasi za kiraia, vyombo vya habari na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunao wajibu wa kuhakikisha kuwa muungano wetu, amani, utulivu na umoja wa kitaifa tulio nao vinalindwa, kuimarishwa na kudumishwa. Kwa hakika kazi tunayowakabidhi ni ngumu na inahitaji uzalendo na moyo katika kuitekeleza. Kwa jinsi mlivyopatikana na mlivyoandaliwa, sina shaka nanyi. Nina imani kubwa kuwa mtatekeleza jukumu hili kwa weledi na ufanisi wa hali ya juu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awajalie afya njema na safari salama ya siku 195 ya kazi ya kizalendo ya kulitumikia taifa la Tanzania. Tunawatakia kila la heri na mafanikio. Mtazamaji wa KVZ Online TV, tayari Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 umeshawaka, unameremeta na unavutia kabisa, ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuasha Mwenge wa Uhuru na kuweka juu ya mlima wa Kilimanjaro. Kupitia uzinduzi huu wa washaji wa Mwenge 2026 tayari umeshakamilika katika viwanja hivi vya Gombani, Pemba. Sisi kupitia swala zima la uzinduzi kwa siku nzima leo hatuna la ziada, lakini bila kusahau kwamba kama nilivyoweza kujuza awali kwamba tutakuwa na wewe mwanzo hadi mwisho kuweza kukuonesha miradi yote ambayo itaweza kupita Mwenge wa Uhuru. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Gombani, Pemba, Abdulatif Abdallah, habari na picha, KVZ.